يا حبيبنا علي الله يا محمد بن علي الله يا حبيبنا علي الله ويا محمد بن علي الله وشيل الله. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, leo tumejumuika tena kwa hafla yetu ambao tumefanikiwa kwa mwaka wa 3 hunu. Mashallah, kuanzia ianze taratibu huu wa wanafunzi waliopendelea wakamaliza thanawi hapa Markaz Imam Nawawi kwenda kujiunga na vyuo vya masomo ya ziada Hadramut, ikiweko Rubat al-Ilm al-Sharif ya Sayyun na Jamiat al-Wasatiyya. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني للفضل طال انتظاري يا عليما بذلتي وانكساري قمت بالباب أرجو منك عطفا يا خبيرا بفقات وافتقار. لا إله إلا الله وأنا مطفي في السجن البلوى كيف أدرك بذاتي من قبل يفنى الطبال وعلى فضلك الجزيل اعتمادي وإلى بابك المنيع اضطرار. لا إله إلا الله إن ضعفي ما قد يفاك يا من فضله في الوجود والكون ساري. أنا عبد من شأني نفس لكن ليس لي طاقة على الاختبار. لا إله إلا الله ربي فانظر إلي نظرة ود واظلني بالغنى وقرب مزاري. إنني بالفنا طرحت قيادي ومرادي وحاجتي واختياري. لا إله إلا الله وعلى فضلك المعول فابسط
ذيل ستر على قبيح عثاري إنني فينا ذاك ظنا جميلا فأغثني واصلح جميع عواري لا إله إلا الله رب الفضل واللطف أرجو فافتقد مهجتي واحسن جواري ليس لي في سواك يا رب قصدي يا غياثي في يسراتي وعساري والحمد لله رب العالمين.
به عني عفا وشفا.
يا خير من قد كشف وشفى. فاكشف إلهي ضرنا يا خير من قد كشف. فاكشف إلهي ضرنا يا خير من قد كشف. وامنن علينا باللقاء محبوبنا ولما خفى الله شفى. وصل يا ربي على البرايا شرفا. وصل يا ربي على البرايا شرفا. وآله وصحبه ومن له قد اختفى وصفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله. حس صوت الغناء بعث ووامض الشجون ساعدوني على شل الغنى ساعدوني فن مجراي في الحسن الرجاء وظنوني فيها تمت مقاصدي وقرت عيوني
فيض تلك المزون ويلي يفهم معاني ويعرف اللحون ويلي بالبحر بكف ونون ليلة الأنس بان قضى جميع الديون لا إله إلا الله. ربنا قد فتح بابا وقال اسألوني باب مقصود كم قرت به العيون يا سميع الدعاء فاصلح بفضلك الشؤون وإن بعدت وقارت خطا قربوني لا إله إلا الله. يا سميع الدعاء فاصلح بفضلك الشؤون وإن بعدت وقارت خطا قربوني وإن أعتبت على أعتابكم فاقبلوني وافتح باب لي لا تغلق الباب دوني والحمد لله رب العالمين. Bismillah, nasma wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo ni siku ya furaha kwetu sisi na sote kwa ujumla, na nimeandaa kuzungumza na nitazungumzia mambo mawili katika kuhusia wanafunzi wenzangu pamoja na kujihusia nafsi yangu, kwa sababu hata kama tumemaliza markazi Imamu Nawawi, lakini bado sisi ni wanafunzi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, mwenye kufuata njia yuataka au nia yake ndani ya kufuata njia kama ile ni kutafuta elimu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia mtu kama huyo tariqan, njia ila aljanna, mpaka peponi. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuonesha ni ubora gani au kuna fadhila gani kwa mtu kutafuta ilmu mahali popote atakapokuwa. Na ilmu ni ilmu, haijalishi ni ya shule au madrasa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia, utlubul ilma walau biswin, itafutini elimu walau ipo katika miji ya China. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuonyesha ni ubora gani, na amepiga mfano kutumia sehemu ya China iliyoko mbali zaidi, ili kutuonesha sisi ambao kwamba tutafuta ilmu, kutafuta ilmu kuna ubora gani, wala hakuna sababu wala hakuna dharura yoyote ambao kwamba mtu atasingizia hawezi kutafuta ilmu. Na pia tukiangalia katika kitabu Ta'limul Muta'allim, shairi yasema, ala la tanalu al-ilma illa bi sittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayanin
dhakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irshadul ustad wa tulu zaman. Mshairi ametuhusia sisi wanafunzi, iwapo tutakuwa katika njia ya kuitafuta ilmu, basi tushikamaneni au tushikamane na mambo sita ambayo kwamba yatatusaidia na kutusahilishia katika njia yetu ya kutafuta ilmu. Moja amesema ni dhakaun, ambao kwamba ni unyenyekevu. Wanafunzi wenzangu, lazima katika safari ya kutafuta ilmu lazima uwe mnyenyekevu mahali popote, kwa walimu wako, hasatan kwa walimu wetu katika markazi Imam Nawawi hii. Lazima tuwanyenyekee nje na ndani, kwa siri na kwa dhahiri. Na pia akatuelezea mshairi akasema wa hirsun, na lazima yoyote anayekuwa katika njia ya kutafuta ilmu lazima awe na pupa. Awe na pupa gani? Awe na pupa kujua mambo. Haufai kuwa mvivu, hasa katika njia ya wanafunzi. Wewe umepewa kazi na mwalimu wako, basi unasema nitafanya kesho. Basi mshairi amesema lazima katika safari ya kutafuta ilmu lazima uwe na pupa, lazima uwe na haraka na uwe na utamani kujua mambo ambayo kwamba huyajui. Na pia jambo la tatu akatuhusia nalo, akasema ni istibar na subra. Lazima katika safari ya kutafuta ilmu uwe na subra katika jambo lolote ambalo kwamba litakupata. Kwa nini? Twajua safari ya ilmu ilivyo ni ngumu kwa kweli. Hata mara moja nyingine wapigwa, wafungiwa, wanyimwa chakula, lakini lazima uwe na subra katika hali yoyote ili uweze kufikia malengo yako. Jambo la nne, mshairi ametueleza wa bulghatun, lazima uwe na bulgha. Bulgha nini? Ni tonge. Na mshairi ametumia tonge, hakusema matonge, amesema tonge ili kutuonesha kwamba mwanafunzi hasa anayetafuta ilmu ya dini lazima apunguze kula, lazima ufanye uchache wakati wa kula. Mshairi ametuhusia akasema irshadul ustad. Kama wewe ni mwanafunzi na uko katika njia ya kuitafuta ilmu, lazima upate muongozo. Muongozo wa nani? Muongozo wa ustadi. Sala huelewi, sala haujafahamu, lazima umfuate ustadi. Maustadi alhamdulillah wapo madrasa, wanaingia mapema saa 8, ila sisi wenyewe ndo hatupatikani. Kwa hiyo wanafunzi wenzangu, nahusia ustadhi ndiyo jambo la kwanza, yafaa uliweke kipaumbele, hasatan katika walimu wetu. Alhamdulillah walimu wetu markazi wapo kila wakati kwa ajili yetu. Na jambo la mwisho, watulu zaman. Mshairi atuambia watulu zaman, lazima katika safari ya ilmu usome muda mrefu. Hiyo ni lazima. Hawezekani yote anza mwaka mmoja miaka miwili umemaliza. Hakuna safari ya ilmu ambayo kwamba iko hivyo. Lazima usome muda mrefu ili uweze kufikia malengo yako. Hata tukiangalia Ibn Hajar al-Asqalani, wakati zama zake akisoma, alisoma ikiwa umri ushampitikia. Umri tayari ulikuwa ushampitikia, lakini akajua thamani ya ilmu, akaamua kurudi kusoma ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapa nitakoma, na pia kumalizia tatoa shukrani kwa walimu wote ambao kwamba wameshikamana na sisi mpaka kufikia mahali ambapo kwamba tumefikia. Hatuna la kuwalipa isipokuwa ni kuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapa nitasema, kama nitakuwa nimepata basi ni mwongozo kwa mashekhe zetu na walimu wetu, na kama nitakuwa nimekosa basi ni mapungufu miongoni mwa mapungufu ya kiwanafunzi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Wanafunzi wenzangu, lengo kuu ambalo kwamba limewekwa katika hii hafla ya leo, ndugu yangu ameweza kuyazungumzia, lakini kuna nukta mbili au moja nitaenda kuigusia. Umuhimu wa kutafuta elimu. Allah subhanahu wa ta'ala alipoanza kumshushia wahi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimshushia aya 5 za suratul Alaq, Iqra. Alimwanzia kwa kumwambia Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, soma kwa ajili ya Mola wako, bismi rabbika, kwa jina la Mola wako ambaye kwamba amekuumba. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hapa atuonesha sisi viumbe vyake ya kuwa jambo la kutafuta elimu kwetu sisi tunapokuwa hapa ulimwenguni ni jambo la lazima, kwa sababu jambo kama hili bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishushiwa mara ya kwanza na akabanwa mbavu zake kwa sababu amaambiwa yeye asome. Kwa hiyo ndugu yangu mwanafunzi mwenzangu, jambo hili la kutafuta elimu ni muhimu sana kwetu sisi. Usione wewe umri wako umepita, umekuwa mkubwa, au umeanza kupata mambo kidogo kidogo, shughuli, una mahali unaweza pata pesa kidogo, ukaona kuwa jambo la kusoma ni la watoto wadogo. Wengi wetu katika jamii yetu tunapokuwa tumeanza kushika pesa, basi tunalipuzie jambo hili muhimu, jambo la kutafuta elimu. Lakini tukumbuke bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alituambia katika hadithi yake, talabul ilm faridhatun ala kulli muslimin wa muslima. Kutafuta elimu, kusoma elimu kwa sisi wanadamu ni jambo la lazima kwa Muislamu wa kike na Muislamu wa kiume vile vile. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam pia yeye atuonyesha kuwa jambo la kutafuta elimu ni lazima kwetu sisi. Kwa hiyo ndugu yangu mwanafunzi mwenzangu, tusipuuzie nafasi kama hii ambayo kwamba imeweza kututokea. Si rahisi kupata markazi kama hii mjini, kisha hapa unaruhusiwa kusoma wewe kuanzia chini mpaka kumaliza thanawi bure bila kutoa senti yoyote, ambacho kama unatakiwa ni kununua vitabu tu na uniform. Lakini cha ajabu hatuzingatii jambo kama hili. Wengi wetu huja kifika faslu sadis ama khamis, ameingia ni 8 ama ni form 2, yaona shule ni muhimu sana kuliko kusoma elimu ya dini. Na vile vile ukiacha markazi hii unaenda kule kusoma elimu ya dunia shuleni, umeenda umesoma, umemaliza, kama umejaliwa umeenda university au hukwenda, wale walimu hata hawana shughuli na wewe, hakushughulikii, umepata A umepata ni B, hakuna hata mmoja atakaye kusponsor. Lakini tuangalie markazi hii, hata kama umemaliza hukufanikiwa kupata vizuri, walimu wanakushika mkono vile vile, wanakushauri, wanakuambia uregelelee kama utakuwa umeregelea, au mali kidogo ulikuwa umefanya vibaya uweze kuregelea ile sehemu ili uweze kuenda mbele na uweze kufanikiwa katika maisha yako. Walimu wa madrasa wanatupenda sisi na wana moyo na sisi kuliko wale walimu wa shule ambao kwamba tumeweza kuwashiriki sana sisi kama wanafunzi. Kwa hiyo ndugu yangu mwanafunzi mwenzangu, ushauri wangu mimi ni kukuhusia wewe, shikamana na elimu, shikamana na walimu, uwatii katika jambo lolote ambalo kwamba wameweza kukuamrisha. Hata kama ipo misukosuko, unakuja umechelewa, hujavaa kofia, hujavaa uniform, huna kitabu, pale utapata adhabu ndogo ndogo, lakini adhabu zile ambazo kwamba utakuwa unapewa pale chini isiwe ni sababu ya wewe kumchukia mwalimu wako
au kumkasirikia mpaka uweze hata kusalimiana naye, kuongeleshani naye. Jambo kama hilo ukifanya hivyo, basi yule mwalimu akikugea chuki moyoni, maisha yako yatakuwa hayana baraka. Katika utafuta elimu hutapata baraka. Vile vile ukimaliza au utachia njiani pia hutakuwa na baraka katika maisha yako. Kwa hiyo wasio mkubwa, mwanafunzi mwenzangu, tushikamane na elimu, tuisomeni elimu. Elimu ni muhimu. Kwa sahihi mtu hawezi akaelewa, lakini pale utakapokuwa umeacha ndipo utakapojua kuwa elimu ni muhimu. Wapo wengi ambao kwamba tumesoma nao. Sahihi wapo mitaani tu. Wengine wamekuwa madereva bodaboda. Wengine tukionana nao watuambia natamani mimi pia ingekuwa bado nasoma, au natamani kurudi lakini sasa naona haya. Nimeacha nikiwa faslu thani. Namwambia ukija faslu thani utaweza kusoma na mtoto usadi fulani, yaona haya. Ameacha faslu thani, ameketi miaka 4, miaka 3 nje. Sasa anataka kurudi, muda umempita. Wanaokuwa pale faslu thani ambao kwamba alikuwa yeye ameacha ni watoto wadogo. Mtu ni mkubwa, ana ndevu zake, ana haya kuja kuketi kusoma yule mtoto mdogo. Kwa hiyo wewe ambaye kwamba una hii nafasi, ishike hii nafasi vizuri. Usidanganywe na maskani. Usidanganywe na marafiki. Usidanganywe na vijipesa kidogo unavyopata. Shikamana na hii nafasi ulioipata. Madamu uko markaz hapa hivi sasa hivi, basi shikamana mpaka Allah pale ambapo kwamba atakufikisha. Mwisho, kabla niende kukaa, ni kwa walimu wangu. Walimu wote ambao kwamba wameweza kutufundisha. Tulikosana, labda tulimulipatia amri tufanye, hatukufanya, au adhabu fulani tufanye, hatukufanya, au tulifanya jambo fulani tukafanya ovyo. Basi tuwaomba walimu wetu mtusamehe, muwe radhi na sisi kama wanafunzi wote wa markaz. Mtusamehe. Na wewe mwanafunzi, pale ambapo kwamba unapewa amri na mwalimu wako, hata kama ile amri uiwezi, jaribu kuifanya hivyo hivyo. Usimdharau mwalimu wako, mbele utakuja jutia. Na mwisho kabisa, kwa wanafunzi wenzangu, tunajua markaz kulikuwa na student council. Kulikuwa na wanafunzi ambao kwamba ndo mamushrifin. Na mimi nilikuwa mmoja wao. Lau kama nilikupatia adhabu ama nilikupatia khidma fulani ufanye, wewe ukachukia au ulifanya kiwa hupendi, ukiona kuwa mimi nakuonea, basi nasimama hapa mbele yenu, naomba yote ambaye kwamba nilimuudhi kwa kusudi au bahati mbaya, naomba tusameheane. Assalamu alaykum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wassalamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ama wanafunzi wetu kina Ali na Hamza wanasema leo ni siku ya furaha. Ni furaha lakini iliyochanganyika na huzuni, kwa sababu wanaaga wenzao hapa na wanaenda sehemu za ugenini kwenda kuendeleza masomo. Alhamdulillah, natumai mmekuwa nao hapa kwa kipindi cha miaka 7-8, mmewaona mashallah. Ama kweli Alibuki na Hamza, tabia yao kila mmoja ameiona na ni yenye kufuatwa. Sasa hatupendi mkienda kule basi tabia kama hii ambayo tumewalelea hapa ikaenda ikachange ama ikabadilika kwa hali ambayo kwamba haifahamiki. Tunawaombea kila la kheri. Sisi walimu wenu alhamdulillah hatuna ubaya na nyinyi. Sijasikia hata mwalimu mmoja ambaye anasema pengine kuna Alibuki ama kuna Hamza kuna kitu ambacho kwamba tumefanya ambacho ni kibaya ametufanyia. Kwa hilo inshallah nimeangalia tu kama beiti kadhaa hapa za kuaga kimashairi inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alibuki na Hamza, leo kweli tuagana, musitawa memaliza kwetu bila tafurana. Kwa nidhamu mumeweza rika kuheshimiana, dua tunawaombea
muendako kufaulu. Elimu sana kufuza, darasani kuonana, wavyele kuwatukuza, wingi kushauriana, mengi watawaongoza, yachukueni tu sana, dua tunawaombea muendako kufaulu. Allah atawaongoza iwapo tashikamana, ibadaze kufuliza, mufuatishe na suna, chochote mnachoanza tangulizeni Maulana, dua tunawaombea muendako kufaulu. Subira mlojifunza, ya dhahiri na batwina, mtu akikuchokoza, si chuki kuwekeana, walimu kuwaeleza, walinalo fungamana, dua tunawaombea muendako kufaulu. Masomoni mkicheza, ugumu mtauona, ni sawa na yaiviza, kifaranga kutokana, hakuna msichoweza, ngao yenu subhana, dua tunawaombea muendako kufaulu. Insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja nanyi, na mliobakia nanyi pia muwe katika mwongozo kama walivyokuwa wenzenu, na nyinyi mmalize muende kule ambako wenzenu wapo insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi akramana binuril ilm wa zayyana akhlaqana bil hilm, wassalatu wassalam ala khairi man masha ala qadam, sayyidina al-Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maneno tulasikia makubwa sana, na sasa tuelekea mahali kwaitwa rubat, na rubat imeshiriwa sana kwenye Qur'ani, na imeshiriwa kwa maani kubwa kubwa. Moja katika ishara ya rubat, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr, waandalieni wasokuwa waislamu, maadui wa Kiislamu, kwa nguvu, yani nguvu min quwwatin, kwa nguvu aina yoyote, nguvu ya ilmu, nguvu ya wanajeshi, nguvu ya vifaa, nguvu ya busara na kila sampuli ya nguvu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja katika kifaa kikubwa kinachotumika katika jihadi ni al-khayl, ni farasi. Lakini katika farasi hakutaja kitu kingine isipokuwa neno ribatil khayl. Ribatil khayl ukiangalia ni majazi ambao au kinaya inayotumika ya kuwa yule farasi, zile kamba au ile lijamu unayoshikilia ndio inamfanya yule farasi kwenda mbio, na mtu anashiria kwenda mbio au kupunguza kasi au mfano wake, kama ilivyotajwa kwenye Qur'ani wal adiyati, katika surat al-adiyat, kusifu farasi wakati wa vita. Lakini farasi ana mambo mengi amevaa pale. Kuna ile mahali ambao inawekwa ile nguo, inawekwa mtu anakalia, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja neno ribatil khayl. Ribat hapa imeshiriwa kama nguvu kubwa, neno ribat. Lakini ribat haikuja tu hapo, ikaja kama amri, alladhina amanu isbiru, subirini, kwa sababu ribat utahitaji subra sana. Isbiru, subirini. Kusubiri tu kila mmoja asubiri, waswabiru, subirishaneni, kila mtu amsubirishe mwenzake, kwa sababu subra ya mmoja mmoja fardan haitoshi, lazima sasa huyo amtie nguvu, huyo amsubirishe. Waish baada dhalik waish baada dhalik warabitu, manake rubat wataka isbiru wasabiru warabitu. Rabitu ribat manake kushikanisha, kushikana. Warabitu
moja katika maani ya ribat. Wakati gani itapatikana rabt, au kabla ya kupatikana rabt, umuhimu wa ribat nini? Rabt kubwa, maana ya kuitwa ribat, moja katika maani kubwa ni rabtu qalbi al-abdi bi rabbih, kufungamanisha moyo wa mtu kwa Mola wake, ndio maana ribat. Umuhimu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'an, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat la tubdi bi laula, karibu moyo wa mamake Nabii Allah Musa alipoambiwa faalqihi fil yam, mtupe mtoni, karibu la tubdi bi, karibu atoe, yani a panic kizungu, lakini Mwenyezi Mungu akaweka kitu pale kidogo, akasema laula an rabatna ala qalbiha, lau si rubat, lau hatukumfungamanisha moyo wake huu tukamfunga kisawasawa, itakuna minal mu'minin. Kwa hivyo rabtul qalb hadha, athari yake kule tumesifiwa kuwa amanu sabiru wasabiru warabitu, na hapa tuambiwa in kadat la tubdi bi laula an rabatna ala qalbiha, man natija limadha rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Idhan ar-ribat hadha ribat iman al-qalb bi rabbih jalla jalaluhu. Wakati gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupatia taufiki kwenye rubat? Wakati gani rubat inapatikana? Rabtul qulub, wakati gani inapatikana? Suratul Kahf, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Kila ribat ikija kuna iman ndani, amanu bi rabbihim. Kisha nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema warabatna ala qulubihim, tukawafungamanisha nyoyo zao zikawa moyo mmoja. Wakati gani? Kuna idh hapo, idh. Wakati gani wamepata rabtul qulub? Idh qamu, waliposimama na msimamo. Kwa hivyo rubat ni iman, rubat subra, rubat idh qamu, la budda min al-istiqama kama wenda rubat. Na rubat Imam al-Habshi ndo awwal ribat fi Hadramut, ndo ribati ya kwanza kuwekwa Hadramut. Ribat manake nini? Yani boarding ya kwanza Hadramut. Na Rubat wametoka watu wakubwa. Mkifika Rubat mtaona mahali kumeandikwa min kalam al-Imam al-Habib Umar bin Sumait. Habib Umar bin Sumait mwanachuoni mkubwa, daia mkubwa katika wilaya marahil al-Qutbiyya al-Udhma, asema ainul inaya tura'i man sakan fi ribat. Ainul inaya, rahma ya Mwenyezi Mungu, nadhra ya Mwenyezi Mungu yamlinda kila anaishi Rubat. Rubat si mahali pa maasiya, wala si mahali pa kufikiria maasiya, wala si mahali pa mukhalafa kabisa. Wa mimma ruwina, tuliwapokea katika kitabu Al-Manhal al-Adb al-Rawi fi manaqib al-Imam Ali, mmoja katika mashaikh wa Maghrib alimwota Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia aina ajiduka ya Rasulullah, mimi nitakupata wapi wewe, majlis gani? Akamwambia inda waladi al-Imam al-Habshi fi ribat, hapo mimi sitoki hapo. Na sisi hatuna tatizo tunapozungumza karamatul awliya, wala hatuna wasiwasi, wa comments. Comment hazitushtui sisi kwa kusema mambo ambayo yalonukuliwa kwenye vitabu na hakuna alopinga. Na moja katika siasa kubwa ni kuondoa kuwa hakuna wali, kisha wala hakuna karamatul awliya, kupunguza katika dini, ili watu wasishughulike na maratibul ihsan ambao ni rukn ya tatu katika arkanud din, al-Islam wal-iman wal-ihsan. Watu walioshikana na maratibul ihsan hawa Mwenyezi Mungu huwafungulia wilaya kubra, na amezidisha katika arkan ar-rukn ar-rabi', na haikuzidishwa, iko lakini ametawassa katika hadith ummi sunna, hadith Jibril, ambao nguzo ya 4 ambao wanazuoni wengi hawakuitaja kwenye vitabu vya mutakaddimin ni
rukn amarati saa, alama za kiyama. Hii ni ruknu rabi min arkani din, nao ni antalida al-amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata raa ash-sha yatatawaluna fil bunyan. Na katika kufahamu fiqhu al-mutaghayyirat ni Imam Ali al-Habshi mwenyewe. Hii kuna mambo ambayo ni thawabit yako Uislamu, swala, saum, hizi vitu viko standard ila qiyam saa. Iman billah wa malaikatihi wa rusulihi ni vitu viko standard, havibadiliki. Maratibul ihsan wanazuoni wengi wametumikia, nao ni anta'budu Allah ka'annaka tara, wa hadha lil arifin alwasilin, wa maabudu Mwenyezi Mungu kama ambao wamuona mushahada, na ambao wako kwenye kujipinda kwenye hiyo njia. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kiwa wewe humuoni basi jua Mwenyezi Mungu akuona. Hii inaitwa maqamul muraqaba, wa huwa al-mu'an alayhi bis-sayr ila Allah was-suluk. Kisha Jibril akauliza, mata saa ya Rasulullah, mal mas'ul anha bi'alama min as-sa'il, akamwambia wama hiya amaratuha, alama zake nini? Kwa hivyo yamaanisha nguzo ya 4 ni fiqhul mutaghayyirat, mambo yanayogeuka katika kila zama. Kama sasa hivi kila zama zageuka, na mambo yote lazima yageuke, na curriculum lazima zigeuke kwa sababu ya kufit na wakati wa sasa. Na moja katika mambo ambayo yatageuka, antalida al-amatu rabbataha, na hii ni kuondoka qararul i'tiqad wal ilm, na wa antara al-hufata al-urata al-alata raa ash-shah yatatawaluna fil bunyan, hii ni kuondoka qarar al-hukm wal-iqtisad. Hizi vitu zitakuja kila baada ya miaka, zitabadilika. Na Imam Ali al-Habshi mwenyewe alipoona kuna mabadiliko baada ya kusomesha misikitini wanazuoni wote, akaona hapana, kuna dharura kubwa tujenge Rubat, watu waje wakae boarding, ndo ya kwanza kujengwa kwa sababu ya zama zimebadilika. Ndio maana mwanafunzi wake aliochukua ijaza kwa njia ya bila kuonana hissi, hawajawahi kukaa Habib Saleh Jamalil na Imam Ali al-Habshi, hawajawahi kuonana hivi kwa kukaa kama mimi na wewe, na amemlea na amemsomesha, yote karama, na amempa ijaza. Ndio maana al-Habib Saleh akaiga naye awal ribat ya Sharq Afrika Riyadha, kwa sababu kule pia yaitwa Riyadha, Masjid ar-Riyadh. Rubat msikiti wake waitwa Masjid ar-Riyadh, na Habib Saleh akaiga shekhi lake Masjid ar-Riyadh. Rubat awal boarding Hadramut, Habib Saleh awal boarding Sharq Afrika ya dini. Rubat maulid ya Habib Imam al-Habshi Sumtu ad-Durar, ijaza ikaja huku Sumtu ad-Durar, kwa sababu kabla hapo walikuwa watu wasoma Dib'i, ndio zamani zaidi, na Barzanji, maulidi ya kiasili. Na kabla ya kasaidi hizi zingine ilikuwa ikisoma Dib'i kwa twari la Kiswahili, ama bado maulidi yao yapo ya zamani zaidi. Ndio kaona kila kitu ambao kiko Rubat, na huku Habib Saleh aliiga, na huku Mwenyezi Mungu akaitia fathi, fantashara al-ulum wa tarbiya wal akhlaqiyya wa tariqat al-alawiyya, tariqa alawiyya ikaenea, na Sumtu ad-Durar ikaenea. Kwa hivyo kila madaris hapa yaiga kitu katika asli. Hawa vijana Mwenyezi Mungu awajalie kheri, Alibuki na Hamza wanaenda asili ya Riyadha, asili ya kituo cha ilmu, na wametoka Rubat watu wakubwa. Habib Umar bin Sumait kama tulivyosikia sasa hivi, babu yake Habib Umar bin Hafidh, Habib Salim faqih, ametoka Rubat. Al-Imam Abdullah Shatiri, Al-Habib Abdullah bin Umar al-Shatiri wenye Yaqut an-Nafis, tawallada, amezaliwa wapi? Amelelewa wapi? Rubat. Waqis ala dhalik, arbitwa zote unazoziona Tarim, Rubat Tarim yenyewe ni ishara kutoka kwa Rubat al-Habshi kujengwa Rubat Tarim, zote zimetokana na Rubat. Kwa hivyo tuenda mahali pakubwa, na Mwenyezi Mungu inshallah ajalie kila khairi. Na mimi kwa niaba ya walimu wote, mimi na hakika inshallah, wala hakuna shaka hilo, na wao wametamka wako radhi na nyinyi, na sisi tuko radhi na nyinyi inshallah, na walobakia himma
Mwenyezi Mungu atutie himma tupate kuona kuwa mbele kuna mustakbal mzuri. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد مصطفى الفاتحة. ومنا من يصيح إذا تسمع بالجلال يا الله 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 مرجو باقيا. ومنا من يقول صاحب يقوم بشهادة يا الله 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 موجود باقيا. الله ومنا مننا يصح غصوبا بزكاة يا الله 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 موجود باقيا. ومنا بهلول يجر الذيل ناديا الله 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 مجنون باقيا. ومنا من يقول الله وشوقا يا إلهي يا الله 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 موجود باقيا. ومنا شيء يحكمنا سلطان كل أولياء الله 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 موجود باقيا. الله وقطب ورانون ومحيي الدين إمامي يا الله 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 موجود باقيا. الله ومنا صادق المختار وفاروق مثالي يا الله 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 موجود باقيا. ومنا من كان القرآن ويحسب رباعي يا الله 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 موجود باقيا. الله وصلى الله على النور الذي نرجو به يا الله 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 موجود باقيا. الله وعلى الآل والصحب وعبد القادر هادي يا الله 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 موجود باقيا. الله 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 موجود باقيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله